Share TV. Katika mateso tunashiriki furaha. Kwa maumivu tunaleta amani. Hata huzuni na kuachwa tunakupa upendo. Tazama Share TV. Together we testify. Subscribe our YouTube channel. Mhubiri sura yake ya 3 mstari wa 11. Itahitaji msomaji kitabu cha Mhubiri sura yake ya 3 na mstari wa 11. Hapo tu kuna neno letu. Kitabu cha Mhubiri sura 3 mstari wa 11, Biblia inasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, na tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi ya mwanadamu asivyoweza kufumbua kazi za Mungu anavyoifanya tangu mwanzo na hata mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda tuzungumze neno kwamba Mungu aliumba mwanadamu kuishi milele. Tumeumbwa na Mungu kwa kuishi milele. Mungu kama Mungu, kuna msomi mmoja anaitwa Abraham Lincoln alisema kwamba Mungu wa milele, na anapofanya kitu chake alikifanya kitu cha milele. Hawezi kuumba mwanadamu kiumbe kama mtu kiishi kwa siku moja na mwisho. Yeye ndio milele, ndio maana anasema kwamba na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa niaba ya familia ya Mshilambo, tunashukuru kwanza wapendwa wote ambao wametoka sehemu mbalimbali na kuja kufariji pamoja na kusindikiza ndugu yetu ambaye amekwenda kutuacha. Pia tunashukuru kanisa kwa kazi kubwa ambayo wamekwenda kutenda kwa ajili ya kusindikiza ndugu yetu, na bila kusahau Jambo hapa Nashifi. Kwa kweli familia ya Bashilambo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo wamekwenda kutenda kwa ajili ya kusindikiza huyu mpendwa, na acha niache kwa ndugu hapa pate kusoma maisha ya marehemu ili mpate kuisikia, na kile chenye familia itasema hicho ndio mtakwenda kukibeba. Tunajua interpreta biko wengi, lakini mbebe kile chenye familia imesema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya familia ya Bashilambo tunasikitika zaidi sana kupoteza mfanyakazi. Kikweli ilikuwa ni ngumu zaidi sana kwa dakika hizi sisi kuweza kusimama kwa miguu yetu, lakini yote tumwachie Mwenyezi Mungu yale ambayo amepangia na ndio pia ametupitia. Naomba niweze kutoa maisha ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa jina la Lubembela Ejamba, ila kwa jina maarufu alijulikana kama Lube. Marehemu alizaliwa tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka wa 96 pale Baraka nchini Kongo. Lubembela alikuwa mtoto wa Bashilambo, nyumba ya Bashilembo, ambao baba yake aliitwa kwa jina la Fidel Abongolo Ejamba wa familia ya Bashilambo Bashilembo, lakini mama yake anaitwa kwa jina la Johari Mlebinge wa familia hiyo ya Bashilambo Bashinyasa, kwa maana kwamba yeye alikuwa ni Mshilambo kwa 100%. Elimu ya marehemu. Marehemu alisoma shule yake ya msingi kwenye shule ya Eperehema ni pale Kambini Nyarugusu nchini Tanzania, na pia akapata cheti chake mwaka wa 2009. Pamoja na hivyo, marehemu aliweza kujiunga na shule ya sekondari ya Lycée de la Paix ambapo alipata diploma yake mwaka 2014
akiwa amechukua mkondo wa sayansi ya kijamii, yani science sociale. Baada ya marehemu kumaliza shule ya sekondari, aliweza kutafuta elimu ya ziada hapa na pale, ndipo pia akajiunga na shule ya uchoraji. Kwa hiyo marehemu alikuwa mchoraji mzuri sana, lakini pia marehemu alikuwa anacheza mpira. Tulitegemea angalau kama kwa umri huu ambao alikuwa nao tuweze kumpata mchezaji mzuri sana. Alianza kwenye timu ya Lyon Ducam ambayo inapatikana pale Nyarugusu ya Pehe. Baada ya hapo kiwango kikawa kimekuwa, marehemu pia akapata kusajiliwa na timu ya Alliance pale pale kambini Nyarugusu. Marehemu pia katika maisha yake alifanikiwa kuoa, na pia akawa ameoa mke wake aitwaye kwa jina la Rebecca Sara Matende, mtoto wa familia ya Banyalendo. Lakini pia marehemu alifanikiwa kuacha watoto wake watatu ambao wote ni wa kike katika maisha yake. Walikuwa na dalili pia za magonjwa ambayo marehemu aliweza kukabiliana nayo. Ilikuwa ni tangu tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka uliopita wa 2023 alipatwa na magonjwa. Marehemu akaenda kulazwa na akafanikiwa kutoka hospitali tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2024, na hapo alikuwa amelazwa kwenye hospitali kuu ya Tristan. Kwa kipindi hicho marehemu alikuwa amesumbuliwa na magonjwa ya miguu kuuma. Lakini pia mnamo tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu hapa 2024 kwenye majira ya saa 8 marehemu alikutwa amefariki ndani ya gari nyumbani kwake. Lakini pia familia ikafanya jitihada ya kuita polisi. Polisi ilipofika ikachukua mwili wa marehemu akupeleka hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi zake. Tulitegemea siku hiyo ambayo tulimpeleka hospitalini tutapata majibu, lakini madaktari wakasema hapana, majibu hayo yatatoka ndani ya wiki 3 hadi wiki 4 ndio tutakuwa na majibu ili tusibaini ni kipi ambacho kimekumba marehemu hadi akakutwa na mauti. Kwa maana hiyo marehemu aliweza kuishi hapa duniani kwa muda wa miaka 28. Bado ni mfanyakazi, bado alikuwa ni mtoto sana ambao tulitegemea mengi zaidi na zaidi kutoka kwake. Familia ya Bashilamu inatoa shukrani za dhati kwa jamii ya Mondo hapa Tennessee, na sio tu hapa Tennessee, lakini pia hata nje ya Tennessee, kwa maana ya Marekani mzima, kwa namna ambao mmekaa pamoja nasi tangu siku ya mauti aliyotokea ndugu yetu, na mpaka sasa naona nyuso zetu pia zinaonyesha kwamba bado mnakaa pamoja nasi na mnasikitika pamoja nasi. Tunakiri zaidi wazi kwamba tuna mapungufu kama familia, lakini pamoja hiyo mliweza kutubeba na mkaweza kutusamea kwa yale mapungufu ambayo tuliweza kuyaonesha katika maisha yetu. Zaidi pia tuendelee kushukuru kanisa. Asante sana uongozi wa kanisa, mmekuwa pamoja nasi katika muda wote huu, na hapo ona nisitaki ni kanisa la Baptisti, kanisa la Kristo na kanisa la Fellowship kwa ushirikiano wao kubwa waliotuonesha kama familia tangu tulipopatwa na janga hili. Tunaomba Mungu aendelee kubariki katika hili. Lakini pia naomba kutoa hamasa na kuhasa jamii wote ambao tunawakilisha kwa Marekani, maana sisi tumepata changamoto, nasi tunatamani pia tuwe funzo na tufunze wengine kwamba tusirudi kufanya hili ambayo sisi kama tukifanya, ni kwamba tujiunge na makundi yale ambayo yanaweza kuwa ya msaada kwetu pale ambapo hatutegemei kupata msaada wote.
Kwa kuna kupatikana fursa tuchangamke. Lakini pia tunapoambia na uongozi tutekeleze kile ambacho uongozi unatuambia ili tuweze kufanikiwa pale ambapo hatutoweza, pale ambapo hatutegemei kufanya wote, jamii itakuwa nyuma yetu kutusaidia na kutubeba katika mazingira yote. Kwa niaba ya familia ya Bashilambo, naomba kibinafsi nitoe shukrani zangu za dhati kwa wote mlioacha kazi zenu na kuja kwa pamoja nasi. Naomba tutusishie hapa jamii, tutaenda malaloni, lakini sio tu hapo, tutarudi pamoja, tukakae pamoja, kila ambacho kinaandaliwa naomba tukichangie kwa pamoja, na Mungu awabariki. Amen. Samani, kwa kweli acha napigilia msumari kama familia. Nadhani kila mtu amesikia kwa sikio lake yeye mwenyewe magonjwa ambayo yamekwenda kuleta umauti kwa ndugu yetu, na yale ndio tutakwenda kuyabeba. Na labda watu wanaweza kujiuliza, mbona mbele kuna simama tu wa vijana? Je, Bashilambo hawana wazee? Tunao wazee, lakini wazee walikwenda kusimamisha hawa vijana ili wapate kuongoza Bashilambo katika nchi tunamoishi, nchi ya Marekani. Bwana asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ninaitwa Selemani Balelo. Nimesimama hapa kwa niaba ya kanisa la Swahili Baptist ili kutoa hotuba au shuhuda kwa ajili ya ndugu yetu ambaye sasa hivi anakuwa ni marehemu, anaitwa kwa jina la Rubembela Ekyamba. Kabla ya kutoa ushuhuda, ninatamani tu kusoma kwanza kitabu cha Warumi sura ya 6 na mstari wake wa 22. Warumi sura ya 6 na mstari wa 22. Biblia inasema hivi: Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Nimesoma hilo andiko kwa sababu wale waliomjua Rubembela hapo zamani, wengine walishtuka kuona ibada yake inafanyizwa kanisani. Rafiki zake wa zamani na wale ambao walimjua Rubembela wakashtuka kuona ibada yake inafanyizwa kanisani, wakajiuliza na kuacha. Na ndio maana kanisa inakuwa na ushuhuda ambao tunataka kuseme kwa sasa, ili kudhihirisha kwamba yeye alijulikana na Mungu, na baada ya kujulikana na Mungu akapata faida ya kutakaswa. Na ile faida aliyoipata ya kutakaswa, kwa sababu Mungu alijua kifo chake kitatokea bila kuwa na mtu pembeni yake, kwa sababu alikuwa amemwekea urithi wa uzima wa milele. Ndio maana alianza kumfanyizia hatua kabla ya kufikia kifo chake. Yeye ndio anajua mwanzo wa maisha yetu na mwisho wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama jinsi tulivyosikia majina yake hapa, marehemu alikuwa anaitwa kwa jina la Rubembela Ekyamba na alizaliwa pale Baraka, ni tarafa la Fizi, kwenye mkoa wa South Kivu, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 1996. Jinsi marehemu alivyompokea Yesu ili aweze kujulikana naye, ilikuwa ni kwenye tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka uliopita. Marehemu alikuwa anaumwa
kama jinsi tulivyosikia jamaa imeongea habari za magonjwa yake. Kweli aliumwa sana, ikafika kipindi alikuwa kwa hospitali, ile kuonaona na watu pamoja na watu wa Mungu. Marehemu ilifika hatua akatamani ampokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo baada ya kuendelea kuumwa, kwenye tarehe 29 mwezi wa 12, manake siku mbili baadaye, marehemu akakutana na mtumishi wa Mungu. Marehemu akamkiri Yesu na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na marehemu akaongea yote ambayo alikuwa moyoni mwake kwa mambo ambayo alijulikana nayo hapo kabla. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa wazi mbele za Mungu na mbele za watu, na toka siku hiyo marehemu akajulikana na Mungu, naye akapata faida ya kutakaswa kulingana na ile andiko tulisema ya Warumi 6:22. Bwana Yesu asifiwe. Na toka hapo maisha ya marehemu akajulikana na ufalme wa Mungu wa kiumbe kipya. Aliendelea kuishi akiwa amejulikana na Mungu, na mpaka kifo chake kilipotokea tarehe 1 za mwezi wa 7, ambacho hakuwa na mtu karibu yake isipokuwa Mungu ambaye alimjua toka siku hiyo. Watu wote na kanisa na familia tukashtuka tu kwamba marehemu hayuko tena pamoja nasi, ameondoka katika ulimwengu wa watu wote. Kanisa ikashtuka, familia ikashtuka pia na marafiki zake. Na toka kipindi hicho ambacho marehemu alijulikana na Mungu na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, marehemu alianza kufanya hatua za kuanza kufika kanisani, ingawa pamoja na madhaifu. Siku ambayo alisikia nguvu za mwili, alikuja kanisani, akashiriki, akaonekana na watu wote. Na kanisa ambalo alishiriki ndilo hili ambalo linahudhurisha ibada yake, ambayo ni kanisa la Swahili Baptist Church hapa Kaumu. Kwa hiyo kanisa, ujumbe ambao nalo ni kwamba limepoteza muumini mpya kabisa ambaye kanisa limtegemea kwamba baada ya hapo pengine angeweza kufanya kazi nyingi za kanisa. Hatujui, pengine angekuwa mtu mkubwa kanisa na kusaidia kanisa, lakini kanisa ina masikitiko kwamba imempoteza mapema. Mungu amemchukua mapema na haina neno la kusema isipokuwa kanisa linahuzunika pamoja na wote ambao wanahuzunika kwa ajili ya kifo cha marehemu. Kwa hiyo sisi hatukujua nia ya Mungu ambayo alimwandalia, isipokuwa tu kwamba tukirudia tena kule kwa Warumi 6:22, hatima yake inawezekana ni ule uzima wa milele ambao Mungu amemwekea, ndio maana alitaka kuondoe mapema. Kwa hiyo kanisa linafurahi na ina shangwe kubwa kwa sababu ya hali ambayo marehemu amefanya katika mwisho wa maisha yake, ambayo ni kuu zaidi ya kabla ya maisha yake. Na hiyo ndio ambayo kanisa linajivunia kwamba kumjua Yesu kipindi kifupi ambacho mtu ajue hatima ya maisha yake ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tutawasihi watu wote kwamba tuombee kanisa la Baptist ambao tunalia kumpoteza ndugu yetu Gombela, na pamoja na jamaa ambao wameiacha, ambao tutaomba kwamba muendelee kuombea Mungu kwa sababu bado wana majonzi. Ameacha mke na watoto wawili wa kike. Tunajua maisha hapa ni vigumu, watoto wadogo ambao walikuwa wanahitaji baba yao, lakini hatujui, ni maombi tu ambayo tutatuombea ndio ambayo itakuwa faraja kwao na faraja pia kwa watoto. Na mwishoni kabisa tutamalizia na kitabu kile cha Ayubu sura ya 1 na mstari wa 21. Ayubu sura ya 1 mstari wa 21, Biblia inasema, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Amen. Huo ndio mwisho wa ushuhuda wa kanisa. Asante, tunawashukuru sana.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kabla ya kusimamisha wakuu viongozi wa jamii, tunakwenda kuwakaribisha kwanza hapa karibuni tu waingie waje kusema neno. Wanafunzi wenzake wameomba kwa njia hiyo. Karibu wanafunzi wenzake. Kwa hiyo tunaomba hapa ndani tunawapa dakika mbili waje kusema neno. Wanafunzi wenzake. Baada ya wanafunzi wenzake ataendelea kujiandaa mkuu wa jamii ya Nashville. Yeye atakuja alafu atatukaribishia viongozi walio juu yake pia. Baada ya wanafunzi wenzake, kiongozi wa jamii ya Mbembe Bondo Nashville Siri atakuja alafu atatupandishia jukwaani viongozi wa juu. Karibu wanafunzi wenzake. Bwana Yesu asifiwe. Wechi ni omulunge atenda kaendo mkatilino kwego. Sawa, taona nafasi yenu te wanafunzi bana kina nguli ama lubembela ichamba tola cheuri kambulemu. Sawa, ni motena nikibuchwa mwangasaji kina maarufu dini na wakilisha wanafunzi wa promotion de la victoire par technique sociale au collège de la Charité édition 2013-2014. Na imani tu kiongozi awe tu defiki wayo kumwana tola keni yetu vitola maana yake mpaka tayari msuku netu atushika. Nimuona bosi wale wanafunzi netu basi kena mbele tola keni yetu dakika yetu ya ukimya pamoja na picha na tendeza zaidi. Sawa, tundika mlemu uswa hapo bwana tunakema somo. Ama ni mchana lubembele chamba tuna maarufu tuitika pegere. Tunamgoja utu mtokea wanafunzi. Mpaka wake yale ya utani sana na mcheshi. Mange mosi miche mwenye lakini mtuiti ale mcheshi wa kila mtu. Abile Islam wa kila mtu masomo. Na vile nake wa kila mtu sosi nake mungu nake. Lakini mapenzi wa Mungu matimio nusu. Kwa hiyo wale acha Mungu tunawashingie naye. Niyo netu watu bosi dakika yetu lakini netu wa kimya kwa sekunde 35. Asante. Ndio tu picha ongana kwa netu la kamera. Tunaendelea karibu jiji la Nashville. Mbembe Bondo. Enuemo Imaka nami yo mobe ni omolonge ya ilomena ni kushwa mwene batu Jumatano ini arongochi yangu ya Nashville isiri na ela kitagete bino mbele yenu na mengenge ya muru wishi kwa mpaka wetu uwichi umena malo bembela shitele mengenge utule bechukosa lakini no yote la kwamba twakanya imona mwalo hofu hunu washika ya miholo ya mulu basaka sehemu tofauti banyacha masahamale ya mamanga mania wicho tumwika neto hano mchumbe kuelekea mtu mwana huyu walutushika shita twatenda twakanya umule beno bose myomobe
Shile na maangami tena bali leo karibisha mwenyekiti wetu wa state ya Tennessee. Wamage zaidi tuungwa isakawa ikimiomolo. Alikuwa anatoa shukrani kwa watu wote ambao wamekuja kushirikiana pamoja na jamii ya Tennessee ambayo imefiwa, na nishukuru sana kwa wote ambao wametoka state mbalimbali nje, mbali na karibu, na kwa mwisho amemkaribisha kiongozi wa jamii kwa ngazi ya state yetu ya Tennessee, naye pia atakuwa na kuongea. Miomo wa wondo miomo nami wechi inawaimana nune kiangari kuchiwa alimasi ya Nzuruni bange bikino chino la Zaire ina iya mambochi ya mwana mbembe mbondo state ya Tennessee. Mimi kwa majina naitwa Alimasi ya Nzuruni Zaire, maarufu Zaire, na mimi ndiye kiongozi wa jamii ya mbembe mbondo Tennessee. Watenda miomo nami wechi unge tunatoa pole kwa msiba. Vivyo hivyo tumotenda pole kwa familia yose yashikwa. Tunatoa pole kwa familia yote ambayo imeachwa. Tatwike tunatenda rumbaka ali Mungu iwa rubumba utukwambaka ubembela. Tujue tuseme nini, kwa sababu ni Mungu peke yake ambaye ametupatia kijana wetu ubembela. Na rusala ngolwa shitobuli niwe ale welunge iwaida. Na neno linasema yeye ametoa tena yeye ametoa. Jamii yose ya mbondo n'urusuku turi na menge ya bulamanga imona bituri mu Kiminye Rubaga. Jamii ya mbembe mbondo tuna misiba ya kutosha ambayo inaendelea kutajwa kwa ajili ya vijana wetu. N'urusuku turi hano Rubaga lwa muco Rubembera. Leo tuko hapa kwa ajili ya kijana wetu Rubembera. Lakini bino turi na bingi bikoko abantu kuchitu bachimina mali chimu cha sana. Lakini pia tuna miili ya ndugu zetu vijana wengine ambao wamefariki ndani ya state zingine mbalimbali. Ila meshi bino twapata taarifa cha unge utukwambaka unge walogongwa na mtukani egoro au mbuga ya India. Hiyo jana usiku tu ndo tumepata taarifa tena kwamba kuna kijana amegongwa na gari jana usiku Indianapolis na akafariki hapo hapo. Na chino hadi chishile endelevu jamii yetu ya Mbondo. Na hali ya misiba namna hii inakuwa endelevu katika jamii yetu. Ibe Tennessee elimu mbuga cha sirika sana ni Kiminye Rubaga. Na mji wetu wa Tennessee ni moja katika miji inayoendelea kuathirika kwa kuendelea kuwapoteza vijana namna hii. Na takulelongo ikiurumba ibana makala au ibana maendeleo angata uli Rubaga. Na hakuna taifa hai za jamii ambayo inaweza kuwa na maendeleo kama ndani ya hiyo jamii au taifa hamna vijana. Lakini betu Rubaga ilo li mu Kiminye. Lakini sisi kwa masikitiko ni kwamba vijana ndio wanaendelea kufariki. Twaongea na bolombochi bwe musi. Tumeongea na kiongozi wa jamii kwa ngazi ya Marekani nzima. Tomolola ngila beni imanya itubeni ile mu Kiminye betu Rubaga kila lusukubi. Ili kuendelea kutafuta na kujua ni nini kabisa kinaendelea kusababisha vijana wetu kufarika. Kwa hiyo natenda miombo. Kwa hiyo tunasema pole. Iwe majibu mama anganiki alaba mwene ombi kukemu. Na ni Mungu peke yake ndiye anaweza kuwa na majibu kamili. Lakini shauri muhili na kula bantu kuchane wa Bondo. Lakini kwa ushauri naweza nikatoa kwa jamii, wakati tuli mulama tunapoendelea kuishi tumanguba tumuikunye sa chose tuwe tunajiandaa kila saa na kila dakika. Na wakati tuli muinda maamuzi mmetu maisha, na tunapoendelea kuchukua maamuzi katika maisha yetu, mame mangeni au mame masona, maamuzi mabaya au mazuri, tumangu tafakari ilolonumani tuwe tunaendelea kufikiria kuangalia nyuma kwenye tunatoka. Lubaka lule ano ni kinu mchangiri bengi. Vijana nyote mahali hapa mnisikilize kabisa kwa makini. Tatushendele kila lusuku tumangu imana bino ichiminya batwite bana bana batwicha taifa mesha. Hatutoendelea kuridhia hali ya kuendelea kupoteza vijana namna hii. Maamuzi mamuri moyo. Maamuzi mnayokuwa mnayachukua mana sababisha bange watu yasirika zaidi ya ubungu mwenyewe kwenda maamuzi. Yanaweza kusababisha watu wengine kuendelea kuingia kwenye hasara tofauti ya wewe mwenyewe kwa maamuzi yako. Mbochoro bembelano watushika. Kijana mwenzetu ametuacha. Bino numana yake ashika bana.
Ameacha watoto bino bashili bayatima. wanabaki mayatima. Wake macho no washikalano ashile mjane. Ameacha mke ambaye anaitwa mjane. Na eyo imango bafunzo obambaka nane. Hiyo iwe funzo kwa vijana wenzangu. Tumango jitahidi ilolonuma wakati usweta maamuzi walolonuma. Kila mara unapotaka kufanya maamuzi, angalia nyuma unakotoka. Mano maamuzi manile mulinda mali mange mana kana mazara beni peshi uyane familia. Kila unalolifanya, angalia maamuzi hayo kama yataweza kuleta hasara kwa familia yako. Na eno ingira mmoja maonde mashine na control. Jambo linalohusu utumiaji pombe nje ya nizamu. Twaupata malalamiko manga mafamilia chetu bichakonea lumbakarwali chama. Tunaendelea kupata malalamiko kwa familia nyingi kwa vijana kutumia pombe nje ya nizamu. Maonde ele sumu utuli. Pombe ni sumu kwetu. Na yashitumichi wa manga sana mali chigangamiza bingibilo. Na inaendelea kuwekwa katika hali ambayo ni hasara kwa familia na jamii zingine. Ibe ano Marekani bilisha isha ya bure. Banativi balo bese balo babone eno bese baporush. Balo yakwa sana na bajungu lumba kuita tunaitwa ya maonde mimi. Ndani ya nchi hii kuna jamii ambayo inaweza kuisha kabisa kwa njia ya pombe. Na bechanga tatwa hilo bato mabechibose mwitwa hali bibi maonde. Na pia hata na sisi kama tukiendelea na kuzoea hii pombe itatumaliza. Na yeshia nilimuona Rubaka kwa mwisho tunaomba vijana wakati tuli mulama tunapoishi na ile gose nayo batobosi bali hapa na hii ni kwa watu wote ambao wako hapa. Tumangu anda meshi wakati ninaya unuma familia yoshi kama mali be. Tujaribu kuandaa kesho yangu na kesho ya familia yangu itakuwaje nitakapokuwa siku. Hebu yambembe mbondo iye ni muchi abake batu hano Marekani. Jamii inaendelea kuzika watu hapa Marekani. Na hata tukipata msaada wote kutoka serikali. Na bila ya msaada wote kutoka serikalini. Maziko metu macho tukutimiza ya mwita na michango ya kila mtu na mshitano na mshiyo mitore ni chaitwa. Na misiba kwenye mazishi tunafanya michango ile ya kawaida kama tunavyojua ili kuweza kuzika ndugu zetu. Ubibyo ishirikiano ile kile muhimu sana ni mtuma tuwezesha tunatose tuchi toma elfu na maelfu tunaweza yulanya matuna kuchiyula nyame tulifu. Kwa sababu hiyo kushirikiana kwa kila mmoja kwa njia hiyo ni vizuri sana ili kuwezesha kutatua haya matatizo. Ubibyo franga chile mwongoro tachikiwa mifuko ibechua Zaire. Pesa zinapochangwa haziendi ndani ya mfuko wa dini Zaire. Chile chiwezesha achi iti ano binu yele chalitoba. Ni pesa ili zinawezesha kazi ya mazishi. Tuma nguvu watu mujumuika na bange batu lumbaka byara isishe kujitetu. Tujaribu sote kwa pamoja kuwa tunashiriki katika michango ya namna hiyo ili kufanikisha matatizo yote ya namna hii. Naba bondo bale hano batenisi ni mundi basawira nibo urunusungu tenisi ya urenya chigera mbezi. Ule waso shimujumuika mbitu bya jamii wakati asipate matatizo talo kama mbondo batiri cha ulira chose chi. Na hili ni rasmi tu kwa na jamii wa MMB Bondo hapa Tennessee kwamba kama mtu atakaa Tennessee na hawezi kujumuika pamoja na wengine kwa kusaidia shida kama hizi, basi inapotokea na wewe jamii itakushughulikia. Ibe ushikali bambondo makaro kuchi bambondo lakini anapata matatizo tashimolewi. Utabaki ni mbondo kwa sababu uko mbondo bila kwenye matatizo jamii ya babondo itakushughulikia. Na ilo ni matenda alishike matenda lukatoa mgonjwa Mbembela. Sijasema hivi kwa sababu ya ndugu yangu Mbembela. Mbaka wao uya ile bechupa muishi bechupa le hano tumanye hiyo. Sababu yeye ametuacha tayari ila ni kwa ajili yetu sasa sisi ambao tumebaki. Na iwajibika lile ngilamanga. Na kuwajibika ni katika njia nyingi. Ule michango vivyo ni kuwajibika kibao mchunge na babondo wakati wa matatizo. Njia ya kuwajibika mojawapo ni pamoja na kutoa mchango wako pamoja na kushiriki vikao. Nikiejo ile na hapo nishinandana nusuku mbaka jamii. Hilo ndilo ambalo nilipenda kuandaa nizungumze kwa ajili ya jamii. Tumshukuru sana kanisa ya Baptist. Tunaendelea kushukuru pia kanisa la Baptist.
Tumushukuru pia watu bose wa masteti hivi ni kitu na vingi vilombochi wemo ya mbondo vile hano. Tunashukuru pia kwa watu wote ambao wametoka nje ya state na kuja kushiriki pamoja nasi na viongozi wengine wote. Abe chabalele. Mungu awabariki. Na vile tuswe na taratibu cheishia na tutaendelea na taratibu za mwisho. Taratibu ya wale yoba ilaka marehemu na nyie mwisho. Kwa mwisho kabisa kabla tujaendelea na ratiba kutakuwa muda wa kuangalia mwili wa marehemu. Sanduku yukuburwa kisha kuanza na familia watatufungulia jeneza na familia itaanza kupita kuangalia mwili wa marehemu. Kisha tunamaliza na familia tuyubale enombo tuena nombo kwanza mwangita nanu ni ura na baada ya familia tutaanza na upande wa kushoto, watu wote watakuwa wanakuja wanapita wanaenda hivi mara moja. Na bibi uju muda huyo kwa muda unabana yake sadaka ibanda ishika.
So
Mungu Baba unaishi mahali patakatifu, katika jina la Yesu Kristo pokea sifa na utukufu. Tunasema asante na shukrani kwa kuwa umetuwezesha kushiriki ibada hii na kumsindikiza mpendwa wetu. Tunashukuru kwa neno lako Baba. Tunataka kuondoka, tunaomba ulinzi wako uwe pamoja nasi. Tangulia pamoja na watu wako wa kike na wa kiume, vijana wetu uwalinde katika njia. Baba, ninaenda kukumbuka wale wote ambao wamenyoosha mikono kwa ajili ya changizo kwa moyo wa upendo, uweze kuwabariki. Hatujairisha ibada lakini tunaendelea, tunaomba uwe pamoja nasi hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen. Amen. Yako kama nafsi yako, neno linasema usitamani mke wake wala kijakazi chake, punda wake wala mali zake. Mwalimu Barusi na mwalimu Sumbe wanakuletea ujumbe ndugu. Mpende jirani yako kama nafsi yako, neno linasema usitamani mke wake wala kijakazi chake, punda wake wala mali zake. Tafuteni kwa bidii sote kuwa na amani na watu wote. Unifundishe upole, unifundishe unyenyekevu, niishi kwa amani na watu wote, na majirani na familia na marafiki, niishi kwa amani na watu wote, furaha ya uzima itawale. Masoka bone ane maisha yangu nimeyatoa kwa Yesu, watu wajaponifanya takataka, nitavumilia mimi Mkristo, nitavumilia mimi Mkristo. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, maisha yangu nimeyatoa kwa Yesu, hata nikifanywa takataka, watu wakinitukana, mimi Mkristo, hata nikizarauliwa, utasemaje unampenda Mungu usiyemuona wakati wachukia ndugu yako? Utasemaje mimi ni Mkristo wewe na majirani ampatani? Maisha ni maelewano, rafiki mwema ashinda ndugu mbaya. Undugu sio kufanana wapendwa, bali kufana maishani, tusaidiane, tusaidiane, tuwakae pamoja kwa umoja. Ni huzuni kiasi gani wapendwa, mtu kutothamini ndugu yake wakati wa shida. Ndugu yako amekuwa ombaomba, magonjwa yamemtesa, nawe umebarikiwa kuwa na kipato, huwezi kamwe kumsaidia. Ni umalaya tu na pombe vimemaliza mali yako. Akisha kufa
ndipo unalia vilio vya huzuni sana. Ndugu yangu nimpendaye ameniacha. Ni unafiki huo. Undugu sio kufanana wapendwa, bali kufana maishani. Kusaidiana, tusichoke kutenda mema. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta kichwani pa Haruni, yashukayo ndevuni kwake, hata kwenye upindo wa vazi lake. Tusaidiane, tusaidiane, chukuliane mizigo. Safari ni ndefu wapendwa. Undugu sio kufanana wapendwa, bali kufana maishani. Tazama jinsi ilivyo vema, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Unifundishe, Baba, unifundishe unyenyekevu, niishi kwa amani na watu na majirani zangu, uzima itawale, na marafiki, niishi kwa amani na watu wapendwa wa imani, uzima itawale. Beatrice Mama Serafe, Charlotte Nyasa, rafiki mpendo Meswa, Mungu awabariki. Amen. Hizi huduma zote ambazo huwa tunazifanya wakati mtu anafariki, hususan hii tulionayo sasa hivi, asilimia kubwa inatuhusu sisi ambao tuko hai. Iwe huduma ya kiroho au ya kimwili, zaidi ni kwetu sisi. Marehemu ambaye ametuacha, kuna huduma moja tu, kuja kuonyesha heshima zetu na upendo wetu wa mwisho kwa kushughulikia mwili wake. Lakini haya mengine yote yanatuhusu sisi. Na kujipanga huko kungekuwa kuboresha uhusiano na Mungu kabla hujafa. Maana Biblia inasema kwamba na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu.
Acha damu yako Yesu ipate kufinika na kuzingira mahali hapa. Nimechovya sehemu yote hii kwenye damu yako ya Kalvari. Kila mabaya yote ya wanadamu wala nguvu ya uchawi isipate uweza ya kuizingira sehemu hii. Asante Baba, sababu uko mwema. Najua kwa hii muda hii familia haihitaji pesa wala magari, lakini na haja na faraja kutoka kwako. Ewe Roho Mtakatifu, ifariji maana mwili Bwana gusa mioyo ya watoto wako wanaolia, mama pamoja na watoto, wazazi, rafiki. Acha Roho Mtakatifu ndiye nguvu na ufariji hii mioyo ambayo imevunjika. Asante Yesu, hii kipindi ambaye tunaenda kwa kipindi ya maziko, ututawale na utawale hii programu. Mwanzo wa hii mpango kwa hii muda hadi tutakaikamilisha jioni, tunaomba utuasiste. Utakapotutendea mema kumaliza hii programu kwa amani, hatutakosa kulitukuza pendo lako na utukufu na heshima itakurudi milele kupitia Kristo Yesu. Amen.
kwetu kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kusifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja nao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Bwana Yesu asifiwe. Tusome maandiko. Angalieni, nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu. Nasi tutabadilika, maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Huu wapi, ewe mauti, kushinda kwako? Huu wapi, ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amini, amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakaposikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Amen. Maana wewe ni mavumbi, na mavumbi umerudi. Kupandwa katika aibu, kufufuliwa katika fahari. Kupandwa katika udhaifu, kufufuliwa katika nguvu. Sasa ni muda wa kuweza kufukia kaburi, na tutaomba
watumishi watangulie na baadaye viongozi wa jamii na watafuatwa na familia na baadaye sisi wengine wote tutafuata na huko wimbo ukiendelea kuimba. Jamaa na marafiki na majirani ambao waonyesha upendo wa mwisho wa kufikia kabisa ulo muda. Twende kwa Yesu, hata nikifa nitatawala tena. Twende kwa Yesu, twende kwa Yesu, twende kwa Yesu, hata nikifa nitatawala tena. Twende kwa Yesu, twende kwa Yesu, twende kwa Yesu, hata nikifa nitatawala tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dunia maua maua, 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 dunia maua maua.
Yeah.
mwitete. Mwana mai mwitete. Hey! Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kabla ya kuendelea, nitaomba mchungaji Lwamba angesogea hapa, maana yeye ndiye atafanya huduma ya maombi ya mwisho. Tutatamka hivi: mwili wako